Ase hakuna kitu kinachokera kama umerun tangazo, umefanya tangazo lako la kulipia maybe, ambao unatoa watu wako kutoka labda kwenye mitandao labda hizo labda ni Facebook au Instagram, kushafanya matangazo ya kulipia na umeweka link ili wapeleke watu wako kutoka kwenye kwenye Facebook na Instagram, wapeleke katika group lako la WhatsApp. Lakini kwa bahati mbaya wanapopeleka watu kwenye group lako WhatsApp, mara unajikuta group lako lishakuwa bandi. I say hakuna kitu kinachokera kama hiko. Umeona? Na kuna muda mwingine unaweza usijue sababu ni nini, kwa sababu mpaka upate experience hiyo kitu. Kama ishawahi kutokea changamoto kama hii, basi hauko peke yako, bali changamoto hii ishawahi kumtokea rafiki yangu kipindi cha nyuma. Alishafanya hivyo, alisharun tangazo, ashaanza kupata leads na ashaanza group lake la WhatsApp kwa ajili ya kutoa value kwenye group lake. Lakini kwa bahati mbaya wale leads ambao wanakuja na anataka waingize kwenye group lake la WhatsApp ili aweze kuanza kutoa mafunzo, mara ghafla akajikuta group lake lishakuwa bandi, yani lishafungwa mara kap. Umeona? Yani stress kazi zimejaa na they don't know how to do it, na kawa hajui kitu cha kufanya. Kwa very stressed, na baadaye anakaa kutulia ili kutafuta solution, na katika kutafuta solution ndo bahati ya kupata solution la kuangajua changamoto imetokana na nini na kitu gani unatakiwa kufanya ili tuweze kufungua account ya WhatsApp baada ya kufunga. So kwa katika kupitia funzo hili nimeamua kushare na wewe katika video hii. Kama nawe ushakutana na changamoto kama hii, au ushakutana na changamoto kama hii na hujui ufanye nini baada ya kukutana na hali kama hiyo, basi hakikisha katika video hii ya leo tutaenda kushare na wewe ni hatua gani za kufuata ukishafungia account yako ya WhatsApp. Kwa nitashare na wewe hatua kama mbili. Hatua ya kwanza, jinsi gani, yani ni vitu gani vya kuepuka ili kufungia account yako ya WhatsApp. Na pia nitaenda kushare ni hatua gani za kufuata ili kufungulia account yako ya WhatsApp endapo ishakuwa bandi tayari baada ya kufungiwa. So hakikisha una notes katika video hii. Kaa na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho ili uweze kunotes vitu ambavyo nitaenda kushare na wewe katika video hii, kwa sababu huenda vikaenda kukuongoza hatua kwa hatua ya vitu gani ufanye ili kuepuka kufungiwa account yako ya WhatsApp, ili uendelee kufanya biashara zako katika group yako ya WhatsApp. Na pia ni vitu gani ujiepusha navyo, au ni pia vitu gani ujiepusha navyo ili kuepuka kufungiwa account yako ya WhatsApp. Na pia kama ushafungia account yako, ni hatua gani uzifuate ili kuweza kufungua account yako ya WhatsApp ili uweze kuendelea na biashara zako. Okay. Kabla sienda kushare na wewe kwa hatua hizo katika video hii, ningependa kwanza nijitambulishe ili upate kuelewa mimi ni nani na kwa nini unataka kunisikiliza. So kwa majina naitwa Samuel Ramadhani. Ni mwanzilishi wa jukwaa la Sameo TZ, jukwaa la WhatsApp la Sameo TZ ambalo linatoa mafunzo tofauti ya namna kutumia mitandao ya kijamii ya kupata wateja na kurahisisha baadhi ya automation kuweza kukusaidia kuwasiliana na wateja wako. So hakikisha katika video hii nitaenda kushare na wewe ni hatua gani ufuate, ni hatua gani za kuepuka ili kuepuka kufungiwa, hatua gani za kufuata ili kuepuka kufungiwa account yako ya WhatsApp. Tuna moja kwa moja tukaziangalia kwanza hatua, mambo ya kuepuka ili kuepusha kufungiwa account yako ya WhatsApp, alafu kisha tutakuja kuangalia ni mambo gani ya kufuata. Kwa sababu kuna kufungia kwa aina tatu. Tutaangalia kufungia kwa aina tatu, aina ya kwanza, aina ya pili, na pia tutakuja kuangalia kufungiwa kwa aina ya tatu. Unaona? Kwa tuna moja kwa moja tukaangalie vitu vya kujiepusha navyo ili kuepuka kufungiwa account yako ya WhatsApp. Jambo la kwanza kabisa la kuepuka kufungia account yako ya WhatsApp ni kutumia WhatsApp isiyokuwa official katika simu yako. Kwa sababu kuna WhatsApp official, wakisema official na maana rasmi, yani ambayo ina LCCC, yani LCCC. Kwa sababu kuna hiyo WhatsApp ambayo ni WhatsApp Business na WhatsApp hii ya kawaida ambayo tunatumia kuitumia WhatsApp Messenger. Kwa
ukitumia tofauti WhatsApp tofauti na hizo, kwa lazima kuna muda watakuban WhatsApp yako na usiweze kuaccess baadhi ya huduma yote na usiweze kutumia WhatsApp yako. Hilo ni jambo la kwanza. Kutumia WhatsApp ambayo hazija accepted na WhatsApp katika project zako tofauti. Hiyo mara nyingi inachangia kufungia account yako ya WhatsApp. Jambo la pili la kujiepusha nalo ili kuepusha kufungiwa account yako ya WhatsApp ni kujiepusha na kuspam message. Nikisema kuspam manake unaweza kuwa na ujumbe mmoja. Hasa katika ule ujumbe ukawa na transfer, ukawa na utuma kwa watu tofauti kwa wakati mmoja. Ujumbe huo mmoja ukawa unatuma kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa maana ukishatuma vile manake wale wanakuwa na react, huyu mtu atakuwa sio mtu mzuri. Kwa hiyo kinachofuatia wanaanza kukubana kwa kufungia, of course, ndipo utatuma ujumbe kwa mmoja kwa watu wengi kwa tofauti kwa wakati mmoja, ujumbe wa aina moja huo kwa forward kwa wakati mmoja, bali kwa sababu wanakuwa wanashtuka huyo mtu atakuwa ana nia gani na maana naye ajenda. Kwa hiyo ni jambo la pili la kujiepusha nalo. Na jambo la tatu la kujiepusha nalo ni kujiepusha na kwenda kinyume na sheria za WhatsApp. Yaani kujiepusha na kwenda kinyume na sheria za WhatsApp. Kwa maana yake ushaenda kinyume na sheria za WhatsApp ambao wao wamezipangilia kama muongozo wa wewe kuzifuata ili uweze kuepuka kufungiwa, bali kinachofuatia wewe ukienda kinyume cha tofauti na sheria ambao wameziandaa, basi watakusababisha kukufungia WhatsApp yako. Hilo ni jambo la tatu la kujiepusha nalo. Na jambo la nne ni kujiepusha nalo ni let's say labda umejenga jukwaa, umejenga jukwaa, na kwa kawaida ya WhatsApp, kwa sababu kwa kipindi cha nyuma WhatsApp ilikuwa unaweza kaadi watu kwenye group, let's say watu 250. Umeona, kwa kipindi cha nyuma watu 250. Unaweza kaadi labda kwa awamu kama 2 au 3. Umeona. Lakini sasa hivi wamebrigade mpaka watu 1000 na point. Sasa manake kinachotokea ukija ukiwaadi watu wengi kwa wakati mmoja, labda kwa nyakati mbili tofauti, wale group lako ulijaze, manake yani above, yani wazidi zaidi ya wale 250, basi unasababisha kufungia account yako. Kwa hiyo hakikisha unapowaadi watu, hakikisha usiwaadi watu wengi wakati mmoja, na pia watu wako wasizidi 200, wasizidi 200 kwenda juu wakati ukiwa na ahadi katika group lako, ili kuepusha kufungiwa. Kwa sababu manake kushawadi watu wengi kwenye group lako wakavuka 200 na pointi, basi inakuwa na risk kubwa ya kufungiwa WhatsApp yako, kwa sababu wanakuwa wana track record yako na kujiepusha na hadha ambayo itajitokeza kama hiyo. Na jambo la tano na la mwisho la kujiepusha nalo ili kuepusha kufungiwa account yako ya WhatsApp ni kuforward ujumbe mmoja ambao wao wenye linki na nini, yani manako ujumbe ambao una vitu vingi, ujumbe huo mmoja na forward kwa watu wengi. Umeona? Sasa wale watu wakawa disappointed na ule ujumbe wako, basi wewe unaweza kuwa reported na wale wahusika ambao umetumia, manako unatumia watu kinyume na makubaliano yao. Kwa maana yake wewe ukienda kinyume na makubaliano na wale watu ambao wanatumia ule ujumbe, alafu wale watu wakaanza kukuripoti kwa WhatsApp wenyewe, na hao watu wakizidi zaidi ya watu 5, basi WhatsApp watanote kwamba wewe unaenda kinyume na utaratibu ambao labda unataka kuwatapeli hao watu na nini. Kwa maana yake watakusababisha kukufungia account yako. Kwa hiyo hilo ni jambo la 5 la kujiepusha nalo. Kwa hiyo haya ni mambo matano ya kujiepusha nalo ili kuepusha kufungiwa account yako ya WhatsApp. Sasa tunakuja sasa kwenye kufungiwa kupo kwa aina gani? Kwenye kufungia kwenye WhatsApp kupo kufungia kwa aina 3. Aina ya kwanza maana yake tunaita ni ile wanakufungia of course kwa masaa kadhaa, ambapo baada ya masaa labda kishatimia then wanakufungulia na inafungua kwa njia automatic. Na hapo inategemea na principle gani ambao wamekiuka kulingana na utaratibu wa sheria zao. Unaona? Na hiyo ni aina ya kwanza. Wanakufungia kwa masaa. Na kufungia kwa aina ya pili wanakufungia kwa temporary, ambayo inaitwa temporary ban. Maana yake wanakufungia kwa kipindi fulani. Na hiyo temporary ban maana yake wanakufungia kwa kipindi fulani
mpaka uapologize, yani maana yake wewe uombe mpaka uombe msamaha, mpaka uombe msamaha kulingana na sheria au taratibu ambao umevunja, ili baadaye ndo wa accept wa access ile taratibu na sheria ambao umevunja, na uombe radhi kwa ile ukiri umevunja ile sheria ambao wao wameona umevunja. Kisha baadaye ndo wa accept ndo wakubali, ndo waje wafungulie baada ya kuandikia ujumbe wa kuomba radhi ili kufungulia account yako. Na kufungia kwa aina ya tatu tunaita ni permanent ban. Hii permanent ban maana yake kuna risk asilimia kubwa ya kufungiwa moja kwa moja. Hiyo ni moja kwa moja. Maana yake unaweza ukaomba msamaha kwa kukubaliwa au usikubaliwe. Kwa sababu na utopewa utaratibu wa kuweza kuaccess kama kawaida, kama ile ya mara ya pili ya temporary ban ambayo anakupa access ya request review. Sasa hii maana yake huwezi kupata access yoyote mpaka uende mpaka uzunguke mpaka Google. Umeona, ndio wao apologize, ombe msamaha, then hapo ndo kuna hatua, yani kuna nani chati zitakazoza kufunguliwa. Kwa hiyo ikishatokea kama hujafunguliwa inabidi tena nani upya, yani cancel, uanze upya, utafuta namba mpya, utafuta device mpya ambayo unatumia kufungulia account yako ya WhatsApp, then kila kitu kiwe kipya, alafu fungua namba mpya, access ya mpya, ndio uanze kufungua account tena upya na uanze kuingiza watu upya. Hii ndio aina ya tatu. Kwa hakikisha hizo ndio aina ya tatu. Sasa ishatokea sasa. Okay, sasa tunakuja. Ishatokea sasa ndio ushafungua. Sasa kitu gani unataka kufanya ili uweze kuweza kufungiwa? Kitu unataka kufanya maana yake ni kuomba ruhusa, ni kuomba msamaha kwa kosa ambao umelifanya kwa kujua au kwa kutokujua, baada ya kupitia sheria zao ndio kwa umejua. Kwa maana yake unaoandikia barua ya kuomba msamaha kwa kuvunja sheria kipengele fulani pasipo kujua. Umeona, the lack of misunderstanding yako kutokujua, ili baadaye ndio usubiria wao kurespond kwao, na hiyo sio kwa mara moja, maana yake inategemea na response yao ya kujibu itakuwa kwa kipindi gani. Kwa lazima yake waandikie barua labda mara 2 au mara 3, inategemea na response yao. Kwa kisha basi baada ya hapo utaangalia response, kwa maana yake na hiko kuomba barua ni mara nyingi sana inakuwa ni kwa ile ya temporary ban, ndio angalau kidogo unaweza kufikiria, anaweza kufikiria kukufungulia. Ili kwa hii ya permanent ban maana yake ni mara chache sana kufungulia, kwa sababu maana yake inategemea umevunja kipengele kikubwa sana kwa. Okay, kwa hiyo kama unataka kujifunza zaidi na kupata, na kwa sababu napanga kuandaa video ambayo nataka kuingia kiundani zaidi kitu gani vya kufanya kuhusiana na hizo principle, sheria, pamoja na WhatsApp, sheria za WhatsApp, pamoja na jinsi ya kuandika barua ya kufunguliwa account yako ya WhatsApp. So hakikisha una comment katika video hii, kisha katika video ijayo nitaanza kurekodi action video ya kuonyesha hatua kwa hatua vitu gani kufanya kama wewe ushakutana na mhanga wa kufungiwa account yako, na vitu gani vya kuzingatia ili usifungiwe account yako. So hakikisha una notes katika video ijayo, nitaja kushare na wewe hatua hizo. So hakikisha una like na comment katika video hii. So asante, tutaonana katika video ijayo. Take notes, take action, and see you in the next video. Peace.